Bwana Yesu Kristo asifiwe, watumishi wa Mungu. Mungu awabariki. Kwa majina yangu naitwa Veronica George, ni mtumishi wa Mungu. Kuna ujumbe ambao Bwana Yesu anataka uwafikie watu wake. Ujumbe huo ninapenda kushuhudia ushuhuda ambao ulinitokea mwaka huu, mwaka 2022, ilikuwa tarehe 21 mwezi wa 7. Nilikuwa katika maombi majira ya saa 10 alfajiri. Wakati nimeamka kuomba, nikawa nasikia kichwa changu kizito sana siku hiyo. Wakati nasikia kichwa kizito, nikawa najiuliza shida ni nini, mbona leo ninaomba nasikia kichwa kizito? Nikasema labda nimechoka au kichwa changu kimechoka. Nikasema ngoja nijipumzishe kidogo. Wakati nimesema nijipumzishe, nipojilaza tu hivi kidogo, ghafla nikamuona Bwana Yesu amekuja, akaniita kwa jina langu. Akaniambia, Veronica mwanangu, nimekuja kukuchukua. Nikamwambia ndio Bwana. Akaniambia twende. Nikajiona nanyanyuka kutoka kwenye kitanda, yani ni kama najivua mwili. Ule mwili mwingine unabaki pale kitandani, alafu nikaondoka na mwili mwingine. Basi tukaanza kutembea. Barabara tulikuwa tunatembea ilikuwa ni barabara ya shaba. Ni shaba kidogo ambayo ni tofauti na hapa duniani. Ilikuwa inang'aa sana, ni mng'ao tofauti, sijawahi kuona shaba ya namna ile. Baada ya hapo tulitembea mwendo wa spidi, yani ilikuwa ni spidi sana wakati tunatembea. Ilikuwa ni spidi kali kiasi kwamba tungetembea kibinadamu tungekuwa hatujafika hadi leo. Tulitembea mwendo mrefu. Baada ya muda nikaona tumesimama. Tulivyosimama, ghafla nikaona skrini mbele yangu ilikuwa imesimama. Usawa ni kama wa nyumba, ilikuwa ni skrini kubwa kidogo. Basi baada ya muda nikaona mwanamke amesimama, yani anaonekana kwenye ile skrini. Amesimama ametutegea mgongo. Kidogo nikaona yule mwanamke amegeuka. Alivyogeuka akasogezwa kwa karibu kabisa, nikaweza kuitambua sura yake. Nikasema mbona huyu ni rafiki wa marehemu shangazi yangu, anaitwa Auntie Dynasty, mbona Bwana Yesu ananionyesha huyu mtu? Nikawa najiuliza moyoni mwangu. Kidogo nikamsikia Yesu ananiambia kwamba umemuona huyu mwanamke? Nikamwambia ndio nimemuona. Akaniambia ni nani? Nikamwambia ni Auntie Dynasty, rafiki wa marehemu shangazi yangu. Akaniambia umeona vyema. Basi nikamuuliza kwa nini umenionyesha huyu mwanamke? Akaniambia nitakuonyesha kitu. Basi tukatoka ile sehemu, tukaenda tena sehemu nyingine, nikaonyeshwa tena kama skrini. Nikamuona aunti amefariki, yule rafiki sasa wa aunti huyo Dynasty. Amefariki, yuko kwenye jeneza. Wamama walikuwa wanalia sana. Walikuwa wanalia sana kwa kweli. Kwa sababu yule aunti alikuwa ni rafiki wa marehemu aunti yangu. Na mimi nilikuwa ninampenda sana. Nikajiuliza aunti amefariki. Na takriban naonyeshwa hiyo skrini ni miaka karibia 13. Mimi tangu nilipomwacha, nilikuwa bado mdogo. Niliondoka akiwa kule ambako marehemu shangazi yangu alikuwa anaishi. Wakati naondoka mimi. Sasa nikajiuliza kumbe aunti ameshafariki. Nikawa naona watu wanalia. Bwana Yesu ananionyesha. Akaniambia unaona hawa watu wanalia, wanajua huyu mtu ameenda kuzimu. Wakati moyoni mwangu tayari nilikuwa nimeshaanza kufadhaika, kwa sababu yule aunti alikuwa akinipenda sana wakati niko mdogo. Alikuwa ananipenda sana sana, alikuwa akininunulia hata vitu. Sasa nikajiuliza aunti amefariki, mbona ni mtu mzuri? Nikawa naumia moyoni kibinadamu, nikawa nalia na mimi pia. Baada ya muda akaniambia watu wanalia, wanajua huyu mtu ameenda wapi? Mbinguni, lakini huyu mtu hataiona mbingu, ataenda kuzimu. Aliponiambia hivyo Yesu, kwa kweli niliumia sana. Yani kilio nilichokuwa nalia nikaongeza, nikaanza kulia zaidi. Niliumia sana kibinadamu. Kiukweli mtu unayempenda alafu unasikia unaambiwa anaenda kuzimu, alafu nimekuwa nikisikia watu wanashuhudia au watu wanaeleza habari za kuzimu. Niliposikia vile niliumia sana, nikaanza kulia. Nililia kilio ambacho sijawahi kulia hapa duniani. Nikasema aunti kweli, nikawa namwambia Yesu, naomba umsaidie aunti asiende kuzimu. Nikawa nalia mpaka napiga magoti. Nikimsihi Bwana Yesu mwache aunti asije akaenda wapi? Kuzimu, amsaidie asiende kuzimu. Kwa jinsi ambavyo nimekuwa nikisikia taarifa za kuzimu. Kwa hiyo nikawa nalia sana. Akaniambia lazima aende kuzimu. Nikamwambia kwa nini Bwana? Nikaanza kutoa hoja. Namwambia mbona huyu mtu ni mtu mzuri? Mbona ana roho nzuri? Mbona ni mtu mzuri? Nikawa namwambia hivyo Yesu. Bwana Yesu akaniambia, ni kweli ni mtu mzuri. Ni kweli ameifanya kazi yangu, lakini ataenda kuzimu. Nikamwambia sababu ni nini? Naomba uniambie Bwana, na umsaidie asiende kuzimu. Ni kwa kweli nililia sana sana, sijawahi kulia vile.
Baada ya muda akaniambia nitakuonyesha sababu ambayo inamsababisha aende wapi? Kuzimu. Nikamwambia ndio Bwana. Akanitoa hiyo sehemu, akaenda akanionyesha sehemu sasa nyingine ambayo nilionyeshwa mapambo ya hao ambao wanajipamba wanawake duniani. Nilionyeshwa mawiving. Yalikuwa yamekaa kwa sehemu kama mlima hivi, yamekaa. Nikaonyeshwa hereni, bangili, mikufu. Nilionyeshwa mapambo, hizi kucha za bandia. Nikaonyeshwa hizi wanapaka rangi. Nikaonyeshwa lipstick. Nikaonyeshwa yani yale mapambo yote ambayo mwanamke anajipamba. Rasta, hizi nyuzi ambazo wanasukia wamama, wanasukia nywele za uzi zile. Nyuzi zenyewe nikaonyeshwa. Nilionyeshwa mapambo ya kila aina. Kwa kweli nikabaki najiuliza na shangaa, mbona Bwana ananionyesha vitu kama hivi? Moyoni mwangu sasa nikawa najiuliza. Lakini baada ya muda nikajiuliza, sasa Mungu mbona ananionyesha mambo kama haya? Kwa nini ananionyesha haya mbele yangu? Kuna nini? Najiuliza. Kidogo nikamsikia Bwana Yesu ananiuliza swali kwamba unaona haya mapambo? Nikamwambia ndio nayaona. Akaniambia haya mapambo ndio yanamsababisha rafiki wa anti yako anaenda kuzimu, huyu Dainis. Nikalia sana, nikamwambia Mungu naomba umsaidie. Akaniambia na kinachomsaidia, kinachomfanya aende kuzimu ni hii roho. Alinionyesha roho ilikuwa ina umbile la binadamu, lakini kwenye kichwa, kukatia kwenye shingo hivi kuja kwenye kichwa, ilikuwa sura yake ni kama ya mnyama, kiasi kwamba hata mtu akiniambia nichole naweza kuchola ile roho. Basi nikawa nalia, nasema kumbe hii roho ndio inamfanya atumie. Akaniambia hii roho ndio inamfanya atumie hivi vitu. Akaanza kunitolea mfano sasa. Akaniambia mwanamke anapoweka nywele dawa hapishani na mtu anayeua mtu. Ina maana akaniambia nywele ni uhai wa Mungu. Mwanamke anapoweka nywele dawa anaua ule uhai wa Mungu. Kwa hiyo hapishani na mtu anayeua mtu. Akaniambia mtu anayejaribu kuongeza kitu chochote nje na kile Mungu alichomuumba nacho ni machukizo mbele za Mungu. Mwanamke sana sana alikuwa anawatolea wanawake ambao wameokoka, anawatolea mfano. Akaniambia mtu anakuta ameshona kitenge chake kizuri, lakini ameshona kimechola maumbile yake yalivyokaa. Ni machukizo kwa Mungu, kwa sababu yule mwanamke anaweza kaa anatembea anaenda kanisani, maumbile yake yanaonekana yamekaaje. Ina maana mkaka au mbaba akakutana naye akaona umbile lake akamtamani. Akishamtamani tayari yule aliyemtamani anampeleka kuzimu, na yule mwanamke naye anaenda kuzimu. Akaniambia nenda kaliambie kanisa langu liache hivi vitu, livae mavazi ya kujistiri, na pia mtu anapopaka wanja nywele na anapopaka wanja nyusi, ina maana anamwambia Mungu hizi nyusi zangu zilivyokaa hazifai, ndio maana anaongeza kitu cha ziada. Akaniambia ni machukizo. Mtu anapopaka lipstiki, ina maana anamwambia Mungu hiyo mdomo wangu ulivyokaa hivi haufai, ndio maana anaongeza. Mtu anapovaa mkufu anamwambia Mungu hivi nilivyoumbwa haitoshelezi, ndio maana anaongeza mkufu. Kwa hiyo ni machukizo. Akasema neno langu halibadiliki, sawa sawa na Petro wa kwanza 3:3 na Timotheo wa kwanza 2:9. Alinitajia hayo maandiko. Akaniambia nenda kaliambie kanisa, nimesema mwanamke asijipambe kwa kusuka nywele wala kwa anavaa mavazi ambayo hayastiri mwili wake. Wote wanaofanya hayo yote hawatauona ufalme wa Mungu. Nenda kawaambie. Nikamwambia ndio Bwana. Kwa kweli nilikuwa ninalia sana, lakini nilikuwa bado naendelea kumwambia Bwana Yesu, naomba umsaidie Auntie Dines asiende kuzimu. Nilikuwa nikilia sana. Nikajikuta nimeshikwa ghadhabu, nikaanza kuipiga ile roho ambayo ilikuwa inamsababisha Auntie atumie vile vitu. Ilikuwa imesimama mbele yangu. Nikawa naipiga, nilipiga mpaka nikaona imevunjika, imeanguka chini. Bwana Yesu alikuwa ananiangalia tu, lakini alikuwa ananiangalia kwa huruma sana, maana nilikuwa ninalia sana. Nikaipiga ile roho, ilipoanguka chini. Baada ya hapo akaniambia twende, kuna kitu nataka nikuonyeshe. Akanitoa hiyo sehemu, akanipeleka sehemu nyingine. Nilipopelekwa sehemu nyingine tukaenda sehemu ambayo ilikuwa kidogo ni ya juu sana. Ile sehemu ilikuwa ni kama unapanda juu ya mlima au juu ya gorofa fulani, umepanda kwa juu sana. Tukaa tumesimama kwa juu kama tuko juu ya gorofa hivi. Baadaye nikaona bonde kubwa jeusi, sikuona mwisho wake linaishia wapi.
ila alikuwa ni jeusi sana kiasi kwamba huwezi kuona kitu. Achana na umeme ukikatika, utatembea unaweza ukaona. Kule ulikuwa huwezi kuona chochote. Nikawa nasikia milio, watu wanalia milio ya kila aina. Yaani kuna milio mingine ambayo sijawahi kusikia hapa duniani. Akaniambia hapa ndipo kuzimu. Kwa kweli kuzimu panatisha. Yaani jinsi sikuweza kuona kitu chochote kule kwenye giza, sikuweza kuona kitu chochote maana tulikuwa tumesimama juu. Nikawa nalia. Nikamwambia Bwana Yesu msaidie anti asiende kuzimu. Nikajikuta nimetoka nimeenda kuchukua ile roho ambayo niliipiga pale ikawa imeanguka chini. Japo kuwa haikufa lakini ilianguka, yani haiwezi kusimama tena. Basi nikaibeba nikaitupa kule kwenye lile bonde. Ile roho ilitoa sauti ikaniambia, wewe ndio unaenda kumokoa, wewe ndio unaenda kumsaidia, nitakuua. Nikaiambia hutaniua. Nikaona silaha zinakuja, ni kama zinagonga kwenye kioo, yani zilikuwa zije kunizuru mimi lakini nikaona zimegonga kwenye kioo. Baada ya hapo Yesu akanitoa hilo eneo. Akaniambia kuna kitu nataka nikuonyeshe kingine. Nikatoka naye, nikaonyeshwa siku ya harusi yake ambavyo ilikuwa na alivyokuwa amevaa. Nikaonyeshwa alikuwa amevaa shela ambayo inaendana na umbile lake. Nikaonyeshwa mume wake alikuwa amevaa suti ya blue. Kumbuka wakati mimi naondoka kule ambako shangazi yangu alipofariki tu ndo niliondoka kwenye ule mkoa. Sasa cha ajabu, niliondoka wakati yule rafiki wa marehemu anti yangu alikuwa hajaolewa, alikuwa bado. Nikashangaa naonyeshwa mume wake, sura yake anavyofanana. Nikaonyeshwa hiyo siku sasa ya harusi yao ilikuwaje, alivyokuwa amevaa, alikuwa amevaa lace wig, alikuwa amepambwa kama bibi harusi anavyopambwa. Mume wake alikuwa amevaa suti ya blue. Basi baada ya hapo akanionyesha mtoto wake. Nikaonyeshwa matukio kadha wa kadha ya harusi, alivyokuwa watu wakimshangilia, amesimama mbele pale, watu wanaenda wanamshangilia siku hiyo ya harusi. Nikaonyeshwa mtoto wake ana mtoto wa kiume, ndicho nilionyeshwa mtoto wake wa kiume. Baada ya hapo Bwana Yesu akaniambia, nenda kaliambie kanisa langu, yoyote anayetumia haya mapambo anamkufuru Mungu, anamwambia Mungu ulivyoniumba hivi haifai. Akasema nimesema mwanamke asijipambe kwa kusuka na avae mavazi ya kustiri. Lakini leo hii watu wangu hawasikii wanafanya haya. Nenda kawaambie wasipobadilika wakifa ni moja kwa moja kuzimu, hakuna mjadala. Kawaambie wabadilike. Kawaambie wasikie. Atakayesikia asikie. Asiyesikia basi, lakini nenda kawaambie wasije wakasema hawakusikia. Nikamwambia ndio Bwana, kwa kweli nilikuwa ninalia sana. Ananieleza hayo yote ninalia. Maana hapo amenionyesha mpaka maisha ya anti alivyokuwa anaishi. Mbali na harusi, nilionyesha mpaka maisha yake mengine. Nikawa najiuliza hivi kumbe tunavyoishi hapa duniani tunarekodiwa kila hatua. Moyoni mwangu sasa nawaza lakini huku nalia. Nasema Mungu msaidie Aunti Dyness asiende kuzimu. Kwa kweli nilikuja kuzinduka toka nilivyochukuliwa ile saa 10 alfajiri, nilikuja kuzinduka mida ya saa 3. Kumbuka saa 3 mimi ni mfanyakazi nimeajiriwa. Na kuja kujikuta ni saa 3. Nimekuja kuzinduka nimejikuta nalia. Bado uso wangu unadondosha machozi, yani ninalia. Yani kumbe kule nilipokuwa nalia, kumbe hata huku ulimwengu wa damu na nyama nilikuwa nalia. Sasa nakuja kuzinduka najiona nina machozi, ninatetemeka. Kumbuka hapo mimi nilikuwa nina mpango wa kuweka nywele zangu dawa mwezi wa 7 mwishoni. Nywele zangu zilikuwa ni natural. Nikasema nitaziwekea dawa. Niliposikia vile kwa kweli niliogopa sana. Mapambo yangu niliyokuwa nayo nilikuja nikayachoma moto yote. Yaani sijaambiwa na mtu, ilibidi niachukue niachome moto. Nilikuwa naogopa sana na tetemeka. Nikawa najiuliza sasa huyu aunti amekufa au yupo hai? Nikawa najiuliza maswali. Huku najiandaa, nimeondoka nimeenda kazini. Mwezi amini nimefika kazini nimechelewa. Sielewi ni nini kilimkuta kiongozi wangu, hakuniuliza. Yaani hakuniuliza kabisa, ni kama vile sijui Mungu alimfanyaje, sielewi. Basi nikaingia nikakaa. Nilikuwa siwezi kufanya kazi, nimewasha kompyuta lakini siwezi kufanya kazi. Nikawa natoka nje, nabidi nilie tu, nalia namwambia Mungu nisaidie. Nataka kujua huyu aunti kama yuko hai ili nimwambie asije akaenda wapi, kuzimu. Najiuliza amekufa au hajafa. Kwa sababu hata namba zake sikuwa nazo. Wakati mimi naondoka kule nilikuwa mdogo, kwa hiyo nilikuwa sina hata simu. Sasa nikajiuliza huyu mtu yupo au hayupo. Sina mtu wa kumuuliza kwa sababu yule hakuwa ndugu yangu. Nimekaa nikawa namuomba Mungu, namwambia Mungu anifunulie kama huyu mtu yuko hai. Ninaota ni kitu gani, nikawa sielewi.
Imefika majira ya saa 7 mchana, nikasikia sauti, Bwana ananisemesha. Maana amenipa neema ya kumsikia, huwa namsikia akiongea. Akaniambia nitakwambia. Nikasubiri hilo kwamba ataniambia saa ngapi. Ilipofika saa 7 hiyo aliponiambia nitakwambia, nikaendelea kumngoja huku nalia, namwambia Mungu sema na mimi. Imefika saa 2 usiku, nikasikia Bwana ananiambia, angalia kwenye simu yako kuna mwalimu ambaye ulikosomea shule ya sekondari, mpigie huyo mwalimu. Nikaangalia simu yangu, sasa huyo mwalimu namba zake ninazo au sina? Maana ni miaka mingi imepita. Nikashika simu yangu kuangalia, kweli nikazikuta zile namba zipo. Ningekuwa ni mtu kama nawasiliana naye mara kwa mara ungesema basi ninafahamu. Nilipozikuta namba, nikachukua nikampigia usiku ule ule. Nikamwambia naomba namtafuta mtu fulani anaitwa fulani. Akaniambia sina namba zake, lakini kuna mke wangu anafahamiana na ndugu za huyo mtu unayemtafuta. Nikamuuliza mwalimu, huyo mtu yupo hai au haipo? Akaniambia mimi sifahamu, maana ni muda sana siko huko. Basi baada ya muda nikampigia yule mke wa mwalimu usiku ule ule, maana nilikuwa naona kama anachelewa, nimuwahi ati kama yupo hai nimwambie asije akaenda kusimu. Baada ya hapo nilipopata zile namba za huyo mke wa mwalimu, nikamwambia nipe namba. Akaniambia mimi sina namba za huyo mtu, lakini nina namba za ndugu yake. Akanipatia namba za ndugu yake. Nikampigia yule ndugu yake. Yule ndugu yake akawa anasita kunipatia namba kwa sababu hanifahamu wala hajawahi kuniona, na ni mdogo wa huyo rafiki wa aunti yangu, sasa mdogo wake. Lakini hanifahamu mimi, ila namba zake nimepewa. Nikajitambulisha kwamba mimi naitwa fulani, niko sehemu fulani, ninamtafuta fulani, alikuwa rafiki wa marehemu. Akaniambia mbona sikujui? Akawa anakataa kunipa namba. Nikasikia Roho Mtakatifu ananiambia mwambie tukio la harusi yake. Nikamwambia mimi nimeonyeshwa harusi ya huyo Aunt Dines ilivyokuwa. Akaniambia ilikuwaje? Nikamwambia harusi yake ilikuwa hivi na hivi. Akaogopa sana. Akaniambia mbona unaelezea harusi ilivyokuwa, na mimi nilikuwepo siku ya harusi na kweli alikuwa hivyo na alikuwa amevaa hivyo na mume wake anafanana hivyo kama unavyoniambia. Basi ikabidi anipe namba. Akaniambia kweli umetumwa na Yesu. Akanipatia namba. Nikampigia aunti, hakupokea. Asubuhi yake ilipofika nikapiga tena, simu haijapokelewa kwa sababu alikuwa anaona namba mpya. Nikajiuliza sasa nafanyaje huyu Aunt Dines aweze kupokea hii simu? Nikabidi nimtumie message, nimwambie Aunt Dines, nina ujumbe wako kutoka kwa Yesu. Mimi ni fulani fulani, ulikuwa rafiki wa marehemu aunti yangu. Yesu ameniagiza kwako, nina ujumbe muhimu sana. Nilipoandika ile message ndio nikaona amenipigia. Aliponipigia nikamuelezea kile ambacho kilinitokea. Baada ya kumwambia, kwa kweli alistaajabu kwa sababu akaniuliza namba zangu umetoa wapi? Uko wapi? Nikamwambia niko mkoani Arusha. Akaniambia mimi, nikamuuliza na yeye kwamba uko wapi? Akaniambia niko sehemu fulani. Nikamwambia basi sawa. Nikamwambia sasa, akaniambia sasa inabidi uniombee. Nikamwambia ndio nitakuombea, ngoja nitoke ofisini. Nikawa nimerudi nyumbani kwa ajili ya kumfanyia maombi. Nilipomfanyia maombi, baada ya hapo nikaona katika ulimwengu wa roho amebadilika, amevaa mavazi meupe, amevaa gauni jeupe na kitambaa cheupe amefunga kichwa. Tayari nikajua Bwana amembadilisha, maana niliomba naye takriban kama masaa 2 hivi naomba tu. Baada ya hapo akaenda akachukua mawiving. Akaniambia nina mawiving mpaka ya 300 nimenunua. Akachukua yale mapambo yake yote akachoma moto. Ninamshukuru Mungu kwa hilo. Baada ya mimi kuomba naye sikumfuatilia tena. Basi nikaendelea, zikapita kama siku 3 hivi, akanitumia picha yake akinionyesha kwamba amefanyaje, amebadilika. Nikaona amefunika kitambaa kichwa chake, nikaona hayuko na mapambo tena. Amenitumia ile picha akaniambia Yesu ni mzuri, namshukuru Yesu kwa kuniokoa. Basi ikawa imeenda hivyo. Nikakaa na ule ushuhuda, sikumwambia mtu, nikabaki tu nimetulia. Nimekaa baada ya muda nikasikia ndani yangu Roho wa Mungu ananiambia nimwambie baba yangu mahali ninakosali katika kanisa la Nios Ministry. Kweli nikamshuhudia baba kile ambacho kimetokea na jinsi aunti alivyobadilika. Akaniambia uje uzungumze na kanisa. Nikamwambia hapana, siwezi kuzungumza na kanisa mpaka Mungu aseme na mimi.
Maana mimi siku zote huwa sitaki kufanya kitu kwa akili zangu, huwa nataka mpaka Mungu anipe kibali au aniambie nifanye kitu fulani. Kwa hiyo nilikaa kimya na ule ujumbe tokea mwezi wa 7. Baada ya hapo imefika mwezi wa 9, tarehe 10 nikachukuliwa tena. Hiyo siku ilikuwa ni asubuhi, nilikuwa naomba mida ya saa 12. Nikachukuliwa tena. Wakati nachukuliwa hiyo tarehe 10 mwezi wa 9, kumbuka hapo mimi nilikuwa sisuki tena, maana niliogopa hata kwenda saluni kabisa. Ila nikawa tu naosha nywele zangu na jaribu kufunga mabutu mwenyewe. Lakini nikifunga mabutu nasikia nakosa amani, nikaacha. Sasa nikaa najiuliza mabutu ni sahihi au sio sahihi, nikaa najiuliza moyoni mwangu. Ilipofika hiyo tarehe 10 mwezi wa 9, ndipo Mungu akanichukua tena saa 12 asubuhi. Naomba ghafla nikasikia kichwa kizito sana, kiasi kwamba siwezi kustahimili, kabidi nilaze kile kichwa changu. Nilipolaza tu hivi Yesu akaja. Akaniambia nimerudi tena. Kuna kitu nataka nikwambie au nikuelekeze. Najua una maswali, hauna majibu. Akaniambia hivyo hiyo siku. Hiyo siku alikuja kwa kweli, alikuwa yuko serious. Tofauti na ile mwanzo alinichukua, alikuwa ananiangalia kwa huruma sana. Lakini hiyo siku alikuja akiwa serious. Akaniambia, ninakueleza binti yangu, najua una maswali, hauna majibu. Nataka nikuonyeshe kitu. Akanichukua, akanipeleka, nikaona vichwa vya watu. Sio picha, vichwa kama 30 hivi. Au 30 au 20. Vile vichwa vilikuwa ni vingi sana. Ila vilikuwa vimesukwa misuko ya kawaida. Sikuona mawivi. Nilionyeshwa nywele za mikono, twende kilioni, nikaonyeshwa mabutu, nikaonyeshwa kuna nywele wanaita sijui ni zigzaga zile. Alafu kuna zingine hata sizifahamu kwa majina yao. Nikaonyeshwa nyuzi hizi wanazosukia wamama. Nyuzi zile uzi. Nikaonyeshwa mtu, yaani vichwa vilikuwa vimesukwa. Mwingine amesukia nyuzi. Nikaonyeshwa dread. Wale waliosuka dread, sasa misuko ile ya dread nikaonyeshwa. Nikaonyeshwa misuko mbalimbali kwa majina yao, hata mingine sifahamu kwa majina, lakini ukinionyesha na kuambia huu niliuona, maana sijasahau. Baada ya hapo Yesu akaniambia, Vero, nataka nikwambie kitu. Nimesema neno langu halibadiliki. Mwanamke asijipambe kwa kusuka nywele, lakini watu wangu hawasikii. Wameokoka, wanalitaja jina langu, lakini bado hawasikii, wanaendelea kujipamba kwa kusuka nywele. Nimesema katika neno langu, Petro wa kwanza 3:3. Nimesema mwanamke asijipambe kwa kusuka nywele, lakini bado hawasikii, wanaendelea kujipamba. Akaniambia, nenda kaliambie, yoyote anayesuka hii misuko hata uona ufalme wa Mungu. Nikamwambia, ndio Bwana, nimesikia. Nikawa nimepata maswali ya majibu yangu kuhusiana na mabutu. Baada ya hapo aliponirudisha, nikawa nimezinduka mida ya saa 3 asubuhi, saa 3 kamili ndio nilipozinduka. Baada ya hapo nikamshukuru Mungu. Nikamwambia Mungu, nakushukuru kwa haya ambayo umejifunua. Nikakaa kimya. Ikapita hiyo siku, usiku wake nakumbuka niliota ndoto. Hiyo ndoto ilikuwa ni hivi, ni kanisa kuambia watu. Nilikuwa nimeongozana na watu 4, mimi nilikuwa ni mtu wa 5. Nikafika kwenye kanisa moja, hilo kanisa alikuwepo ni mwanaume, ndio alikuwa anafundisha kwenye hilo kanisa. Yaani ni kama mchungaji kiongozi kwenye hilo kanisa, lakini ni mwanaume. Nikapokelewa na wale mashemasi, tukakaa nje, akasema muda wa ibada bado, tukae nje. Tumekaa pale nje tunasubiri, wale wakawa wananiziaki kwa jinsi mimi ambavyo nilikuwa nimevaa. Wananiona huyu amevaa kama kishamba na nini, wakawa wanaongea. Wale wengine ambao nilikuwa nimeongozana nao, wao walikuwa wamevaa vizuri, yani wako smart, lakini mimi nilikuwa naonekana kama vile nimevaa mtu mshamba. Basi wakaanza kuniziaki, nikamwambia Mungu wangu haziakiwi. Wakaendelea kunitania, nikamwambia Mungu wangu hataniwi. Wakanyamaza kimya. Ikafika muda wa kuingia kanisani. Nikajiandaa kuingia kanisani. Baada ya muda kidogo wakaniambia, wewe unaingia kanisani na hivyo viatu vyako vua. Nikamwambia Mungu, hata wanizuie kwa namna gani, lazima nitafikisha ule ujumbe ambao umeniambia nifikishe. Kweli nikaingia ndani ya kanisa lile, nikavua viatu vyangu, nikaingia ndani ya kanisa. Nikakaa.
Mchungaji akafundisha. Alipomaliza kufundisha akaniita, akasema sasa kuna mtumishi wa Mungu ameleta ujumbe, Yesu amemwagiza. Hapo ninaota sasa kwenye ndoto. Hiyo ilikuwa ni tarehe 10 kuamkia tarehe 11 usiku wake. Maana tarehe 10 nilichukuliwa asubuhi. Sasa usiku wa kuamkia tarehe 11 ndio hiyo ndoto. Akawa anasema kuna mtumishi wa Mungu ameagizwa aje atoe ujumbe juu ya kanisa. Basi yule mchungaji akanikaribisha. Aliponikaribisha nikasimama. Niliposimama tu hivi, nikaona mbingu zimefunguka. Sauti ikawa inazungumza kubwa. Nasikia sauti ya Bwana Yesu ananiambia, Vero mwanangu, kile nilichokuonyesha sasa ni muda wa kwenda kuambia kanisa. Akawa ananiambia hivyo. Mbingu zimefunguka lakini mawingu ndio alikuwa nasikia anaongea. Basi nikamwambia ndio Bwana ataenda kusema. Akaniambia waambie ule ushuhuda wa kwanza na wa pili. Usiongeze neno wala usipunguze neno. Nikamwambia ndio Bwana. Basi nikaanza kutembea kuelekea madhabahuni. Nilipofika madhabahuni nikasimama. Wakati natembea naenda, wale watu walikuwa wananiziaki pale nje wakaanza kusema, kumbe ndio tulikuwa tunamziaki alafu ni mtumishi wa Mungu. Wakawa wameogopa sana. Mimi wanaongea hivyo na wasikia. Basi nimefika pale madhabahuni, nikataka sasa kuanza kushuhudia ule ujumbe. Kabla sijaanza kushuhudia, nikaona tena mbingu zimefunguka tena. Nikiwa pale pale madhabahuni, sauti tena ikarudi. Vero, ni muda sasa kuliambia kanisa. Waambie watu wangu, yoyote anayetumia hayo mapambo hata uone ufalme wa Mungu. Waambie kile ambacho nilikuagiza, usipunguze neno wala kuongeza neno. Nikamwambia ndio Bwana nimesikia. Basi nikafunga macho yangu nikaanza kuomba. Wakati naomba ili ni sasa nianze kushuhudia, nimeomba nimemaliza nasema amen, nataka sasa nianze kushuhudia. Ghafla nikashtuka kutoka kwenye ndoto. Nikasikia sauti ya Bwana Yesu ananiambia ni muda sasa naenda kaliambie kanisa langu. Kweli ilipofika tarehe 2 mwezi wa 10 nikaenda kwenye kanisa ambalo ninasali. Ilikuwa ni wakati mgumu. Mungu amenisemesha jambo hilo. Nikiangalia kanisa ninalosali mimi, karibia watu wote wako na mapambo. Hata viongozi wa kanisani wako na mapambo. Hata wamama wote wako na mapambo. Karibu kanisa zima. Nikamwambia Mungu mimi nitawezaje kwenda kusema pale? Akaniambia nimekuambia uende, lazima uliambie. Kwa kweli tarehe 2 hiyo sasa nikampigia baba nikamwambia baba inabidi nije niambie kanisa. Maana nilikuwa ninapata shida, siwezi kukaa, siwezi kula, yaani ile sauti ilikuwa inanisumbua. Basi nikawa nimeenda kanisani, nikatoa ule ushuhuda kwa ufupi sana. Baada ya hapo nikawa nimekaa kimya. Nilipomaliza kutoa ule ushuhuda, nikasema niko tayari kupigwa mawe lakini nitainena kweli ya Mungu. Nikawa nimerudi nyumbani. Nimekaa kimya na huu ujumbe. Nimekuja kusikia Bwana ananiambia nitengeneze account ya YouTube. Na nishuhudie watu wengine wapate kusikia hili na kulielewa. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu nimefikisha ujumbe huu. Mungu awabariki. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Mungu ameniita katika huduma ya kinabii na ualimu. Japo kwa nilikuwa namwambia Mungu sitaki kujulikana kwa watu. Nilikuwa nakaa na hichi kitu ndani mpaka Mungu anisemeshe. Kwa sasa niko nafundisha neno la Mungu ambalo Yesu ameniagiza. Kuna grupu nilitengeneza. Akaniambia wafundishe watu wangu. Nikamwambia Mungu mimi sijawahi kufundisha. Akaniambia wafundishe, nitakupa kufundisha. Kwa hiyo kuna mafundisho kadhaa nitakuja kuyatuma baadaye ambayo Mungu aliniambia nifundishe. Niko nafundisha hilo grupu kwa sasa. Kwa kweli sijawahi kufundisha, sijasomea uchungaji, sijasomea psychology, sijasomea kitu chochote, sijasomea kitu chochote kuhusiana na mambo ya kufundisha neno la Mungu, sijui. Lakini nimemshangaa Mungu, kila inapofika muda wa kufundisha ananipa ujumbe na ananielekeza ni kitu ambacho sijawahi kufundisha. Shahidi tu ni baba yangu anafahamu, ambaye amenilea mimi kiroho. Mungu awabariki. Mwisho wa ushuhuda huu, atakayesikia na asikie, asiyetaka kusikia basi. Lakini kaa ukijua kama unatumia mapambo na neno la Mungu limekataza,
Mimi nilikuwa mmoja wao ambaye nilikuwa napenda kujipamba sana. Nilikuwa napaka lipstick, nilikuwa napaka wanja. Baba yangu ananifahamu. Kanisa ninalosali nayo ministry wananifahamu. Nilikuwa ni mtu wa mapambo. Lakini niangalie leo nimeacha vyote. Yaani sijaambiwa na mtu acha. Nilivyotoka kule kuzimu, ndugu yangu, sitamani. Na sitamani hata mtu mmoja aende kuzimu. Yaani kweli mtu uokoke miaka yote uje uende kuzimu kwa sababu ya Heleni au mkufu. Mtu wa Mungu, usikubali. Na shetani amepotosha fikra za watu. Watu wakiambiwa mwanamke asijipambe, anasema Mungu amesema sisi ni pambo. Je, umemuuliza Mungu ni pambo kwa namna gani? Umemuuliza Mungu ni pambo kwa namna gani? Amesema mwanamke asijipambe kwa kusuka nywele, wewe unasuka. Alafu unasema umeokoka. Huyo Yesu unayemtaja ni yupi? Wakati hutaki kufuata mapenzi ya Mungu. Kwa sababu mapenzi ya Mungu si hataki tusuke, wewe unasuka. Ni mapenzi yapi unayaishi? Labda kama umeokoka kwa jina. Ndugu yangu, kama unatumia mapambo, hautauona ufalme wa Mungu. Ninakushuhudia kwa sababu nimeona na Bwana akaniambia. Nina uthibitisho wa hicho kitu. Kama kweli unathamini mapambo kuliko roho yako iende kuzimu, unathamini mapambo kuliko Yesu, kweli mtu wa Mungu. Kumbuka Yesu alikufa msalabani kwa ajili yetu, mimi na wewe. Leo watu wengi wakiambiwa, wamama, wachungaji, vijana, mabinti, wamama, wote wanaambiwa kwa habari ya mapambo lakini hawasikii. Ndugu yangu, endelea kutokusikia, ziba masikio. Lakini kaa ukijua siku imetokea umekufa, hautauona ufalme wa Mungu. Hautauona kama unatumia mapambo. Hiyo ninakuthibitisha kwa sababu Yesu mwenyewe ndo kaniambia, kawaambie hawatauona. Kwa ninanena kwa ujasiri kwa sababu Mungu alinithibitishia hilo. Mimi mwenyewe ambaye nilikuwa ni mhusika mhanga mkubwa. Kwa hiyo nikusihi mtu wa Mungu, unaisikia neno hili, ni vyema ukabadilika, ukaacha njia zako mbaya. Hebu muone Yesu ni wa thamani kuliko kitu chochote. Muone Yesu ni wa thamani kuliko kitu chochote. Usimtaje Bwana mdomoni tu, mtaje kwenye moyo wako pia. Kubali kubadilika na kuacha mapambo. Hautaona ufalme wa Mungu kama unayatumia mapambo. Hebu kubali, mbona ni kitu chepesi. Muombe Roho Mtakatifu nisaidie. Nakosa cha kusema, ila sitamani mtu yote aende kuzimu, maana nimeiona mimi mwenyewe kwa macho yangu. Sio kwa kuhadithiwa na mtu. Mungu akubariki. Wacha niombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninasema asante Mungu kwa neema yako. Asante Bwana Yesu kwa kunipa neema na kibali kushuhudia ushuhuda ambao ulinisemesha katika neno lako, Petro wa kwanza 3:3 na Timotheo wa kwanza 2:9. Mungu ukawasaidie wanaosikia ujumbe huu, wakaupokee na kufanyia kazi. Ukageuza historia za maisha yao. Ninakusihi Roho Mtakatifu ukajifunue kwao kwa ajili ya utukufu wako, katika jina la Yesu. Asante kwa muda una majira ya Bwana. Ujumbe huu ukawaguse sawa sawa na mapenzi yako Mungu. Wale uliokusudia wafikie. Ukageuze maisha yao na mienendo yao. Ninaomba nikiamini katika jina la Yesu.